Hata tu katoto, yaani yule mwanaume amenizungumzia vibaya mpaka nimejikuta sina hata thamani mbele yake. Kivipi tena? Nimejaribu kumwambia anampenda, lakini amenieleza kabisa wazi hanitaki. Yaani amenikataa kabisa katoto. Kabisa. Subhanallah. Hii ndo mara yangu ya kwanza maishani mwangu yote kuona mwanaume anamkataa mwanamke. Usishangae katoto. Wanaume wengi wana roho ngumu kuliko mawe. Lakini mpaka JP afikia hatua hiyo, mbona siamini? Nakwambia ukweli katoto. Kwa jinsi nilivyomuona alivyokuwa mkali, alivyokasirika, yaani tena usisubutu kuongea tena jambo kama hilo mbele yake. Acha kabisa. Pole sana rafiki yangu Mary. Alafu yule Kachori, si alisema nimpe ruhusa atachelewa kurudi? Ndiyo, aliniambia pia nikufikishie. Nilishasema simtaki Kachori hapa, kila siku stress tu. Usijali Mary, leo nitadili naye mpaka kila kitu kieleweke. Mimi sitaki hata kumuona kabisa. Yaani nitamtia maneno ya shombo, yaani mpaka elewe, yaani hapa sio sehemu ya mchezo kabisa. Hello? Ndiyo. Mjini? Ndio nje kufuatilia magunia eh? Okay, sawa. Mary, uje nitoke sana nielekea huko mjini. Nimepigia simu sasa hivi, nifuatilie yale magunia huko shambani. Sawa? Tuonane baadaye. Sawa. Wazee kwa vijana niliwageuza kuku, nikao wala nyama za kukanga na supu. Ilifika mahali katengana na ndugu, kwa sababu wasijulikane wakageuzwa kuku. Bibi aliniambia dunia tambara bovu. Sijui nitamwambiaje Kachori ukweli huu. Nilimpa matumaini, nikamwahidi ndoa. Lakini mwisho wa siku nimekuja kuoa mtu mwingine kabisa. Sitaki kuendelea kumuumiza kwa maneno ya uongo na matumaini yasiyo na mwisho. Ni bora nimwambie ukweli mapema hata kama ataumia. Kuhusu maisha yangu kwa sasa, nataka niweke nguvu zangu zote kwenye kazi na kutengeneza maisha yangu upya. Sihitaji tena masuala ya mahusiano. Najua nimemkosea sana, hasa kule kijijini, kwa sababu watu wengi wote walijua kabisa kwamba Kachori ni wangu. Lakini sina namna. Nahitaji aniache kwa amani na anisamehe kwa yote ninayofanyia. Halo. Mambo kicha dadi wangu. Kachori, kwanza naomba unisamehe kwa kila kitu. Kwa nini unasema hivyo dadi wangu? Najua nimekosea sana. Maneno haya nitakayoongea hapa najua atakuumiza sana. Unamaanisha nini? Ila nafanya maamuzi haya kwa sababu sitaki kuendelea kudanganya Kachori. Jamani, naomba niweke wazi na niambie ukweli. Ukweli ni kwamba nimeamua kuachana na masuala ya mahusiano kabisa. Na nimeamua kuhamishia nguvu zangu zote kwenye kazi. Lakini teacher, si ni wewe uliniahidi swala la ndoa? Na mimi nilikwambia nitakutunzia hata ipite miaka 100. Ndio, najua nilikuahidi ndoa mbele ya watu wengi sana kule kijijini, na wengi walikuwa wanajua kwamba mimi nitakuoa wewe. Sasa kwa nini umebadilika na ingali ulinipa matumaini siku zote? Kwa nini ulinificha? Na pia nilikupa matumaini makubwa sana kwamba nitakuja mjini, tutapambana na maisha. Lakini mwisho wa siku nimekuja kuwa mwanamke mwingine kabisa.
Hivi unahisi nitakuelewa kwa hayo unayonieleza? Kwa nini lakini? Na hichi kitu wakati umekuja sikukwambia, lakini wakati tupo kijijini ni kuahidi kwamba nakuja mjini kwa ajili ya kuja kutafuta maisha. Ticha, nilikuwa nakuja kwako. Kwa nini hukuniambia ukweli kuwa na mwanamke mwingine? Na pia kwa hii elimu yangu ya walimu nitoka nayo kijijini, nakuja mjini. Na nilikwambia kwamba nakuja mjini kwa ajili ya kutafuta kazi. Na kweli nilipata kazi kupitia elimu yangu ya walimu. Mbona kama kuelewi? Ila kwa muda ambao nilikaa mjini, naomba tu nisamehe. Kama mwanaume nilishindwa kuvumilia. Nijikuta naanza mahusiano na mtu mwingine na mwisho wa siku nikuja kumuoa. Aminata, mambo vipi? Poa tu. Wewe mbona unaonekana mwenye mawazo sana? Kawaida tu, maisha. Okay, chuo unaenda lini sasa? Hata sijui, kwa sababu dada yangu bado hajapata mikopo. Kila siku anapigwa tarehe. Hadi sasa nimechanganyikiwa. Kule nyumbani kila mtu anategemea niende chuo mapema. Pole sana. Yaani mimi nilishapewa ada kabisa. Sasa mbona uendi? Kuna mahali nilipeleka ile pesa wakasema nitapata mara 10. Lakini hata hivyo bado muda wa kwenda chuo. Mara 10? Ndiyo, niliona kama ni nafasi nzuri sana hiyo. Ila naona kama vile muda umepita. Subiri. Una uhakika hao watu ni wa kweli? Hata sielewi kama nitaipata hiyo pesa au vipi. Aminata, usije ukawa unatapeliwa. Ndio shida yenyewe sasa. Uliwahi kwenda ofisini huko au tena? Mwanzo alikuwa anapokea simu vizuri, lakini sasa hivi kumpata mtu ni shida. Kila nikikumbuka ada yangu roho inaniuma sana. Na dadangu akijua hiyo hela nimepeleka huko, sijui. Kama bado unawasiliana nao, usikate tamaa haraka. Ila mara ya mwisho nilivyoenda waliniambia nivute subira, kwamba pesa ziko kwenye mchakato. Na wewe bado unawaamini? Sijui pressure. Kuna muda niliona kama nimefanya kosa kubwa sana. Lakini pia uwe makini, kwa maana siku hizi watu wanatafuta hela kwa njia za ajabu sana. Nikikosa ile pesa, mwaka wangu wa shule unaweza kuharibika kabisa. Usijipe pressure sana kwanza. Jaribu kufuatilia taratibu. Huenda bado kuna matumaini. Natamani iwe hivyo kweli. Huu ni ukweli? Ndiyo. Wakati umefika hapa kweli, sikukuambia hilo swala. Sikuweza kukuambia. Kachori, naomba unisamehe kwa sababu naamini kabisa ili swala nilokuelezea lote litakuwa limekuumiza sana moyoni. Nimeumia sana Ticha. Na sijui kama utaweza kuniambia kitu kingine. Na kitu kingine? Kwa kosa ambalo nimekutendea, sina maneno ya kutosha kuweza kukuelezea. Utaniambia nini? Na lengo la kunipigia simu ni lipi? Ni kuniumiza. Nikupigia simu kwa sababu nataka unisamehe kwa yote na maumivu yote ambayo nimekupatia. Sasa, nini sababu ya kuongea yote haya? Ungenyamaza tu. Na yote haya nayasema kwa sababu wewe ni mwanamke ambaye unastahili kuambiwa vitu hivi, kwa sababu wewe ni mwanamke mwema na ni mwanamke ambaye ukustahili kupitia haya. Haya yote umeyasema ya nini? Ticha, kama sikustahili kupitia haya, kwa nini umenipitisha Ticha? Ila kama ujio wako kutoka kijijini kuja hapa mjini ni kwa ajili ya kunifuatilia mimi. Nimekuja mjini kwa ajili yako. Ni heri ungerudi kijijini Kachori. Na zaidi ya haya niliyoelezea, kikweli sina mengine mengi ya kukuelezea. Leo na thamani ya mtu hawezi kuongea hivi Ticha. Ndio Kachori, wewe unafahamu kabisa msema kweli ni mpenzi wa Mungu.
ingawa ukweli huu na usema uliambatana na ushetani ndani yake. Davija, tangu ile siku nilipopata huu uchawi kwa bahati mbaya, maisha yangu yamebadilika. Naona vitu vya ajabu, nahisi nguvu tofauti ndani yangu. Nataka kujua nifanye nini ili niwe mchawi kamili? Hadija, uchawi sio mchezo kama watu wanavyofikiri. Ukiingia humo kutoka ni ngumu. Mimi siogopi. Nataka niwe na nguvu kuliko watu wote walionidharau. Nguvu huwa na gharama yake. Kwanza unatakiwa uwe na moyo mgumu. Mchawi wa kweli haongozwi na huruma wala uoga. Naweza kufanya hivyo. Pili, unatakiwa ujifunze kuficha siri zako. Uchawi hukua gizani, sio kwa kelele za watu wengi. Ndio maana wachawi wengi hujificha kabisa. Na pia ujue kujitawala. Hasira, tamaa na pupa vinaweza kukuangamiza kabla hujawa na nguvu kamili. Sasa nitajuaje kama nimekuwa mchawi kamili? Ndio teacher. Huu ni ushetani mkubwa. Na kingine, Fanyia hivyo. Kweli yoyote ile inamweka mtu huru. Naumia. Najua hata sauti yako imepunguza nguvu. Na kwa leo najua utanichukia, lakini kwa muda fulani kuja ukikaa sawa utakuja kunielewa hicho ambacho nimekisema. Sitaka nikuelewe teacher, maisha yangu yote wewe ndio unanieleza usichana wangu kwa hadi zako za kunioa. Umekaa mjini zaidi ya miaka 5, mimi nipo zangu kijijini. Sisi na kungoja. Maana inapokuwa kwa kimya sielewi chochote. Nikawa na wakataa wanaume waliokuja kwa lengo la kunioa na ni wa kweli. Leo unanieleza nimekitisha. Yaani basi hata muda wangu nilotumia kukusubiri tu. Najua Kachori. Na ndio maana nimekupigia mimi mwenyewe kukuomba msamaha. Unasemaje? Singeweza kuendelea na hii hali na kuisikilizia hii hali Kachori. Na kitu ambacho nataka ni kwa nini umebadilika hivi teacher? Sina jinsi. Lakini nimeshamaliza. Nimeshaongea ukweli wangu. Nipo huru sasa. Ingawaje nimemuumiza moyo wake. Ukianza kutawala hofu wako mwenyewe, ukaa na akili ya kupanga kuliko kukurupuka. Na ukajua kutumia nguvu zako bila kuharibu kila kitu. Na kuhusu kupambana na wengine, mchawi mwenye nguvu hashindani kwa makelele. Hushinda kwa akili na subira na kujua udhaifu wa adui yake. Kwa hiyo natakiwa kubadilika kwanza ndani yangu. Ndiyo Hadija, kimsingi ili mtu awe mchawi kamili. Kwenye simulizi kama hizi huonyeshwa akiwa na mwenye siri nyingi na asiyeamini kila mtu, mwenye nidhamu na subira, anayetawala hofu na hasira zake, mwenye akili ya kupanga kabla ya kutenda, na anayejifunza kutumia nguvu zake kwa umakini badala ya papara. Sasa nimeanza kuelewa. Nguvu ya kweli inaanzia kwenye akili. Na hapo ndo safari yako inaanza.